Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Jioni inapoingia baridi hija, viti vya mbao vinajazwa na marafiki, hadithi za jana, mipango ya kesho. Mtaa unapumzia upendo na mshikamo. Mzuri. Oh, mama. Pole mwanangu na shule. Pole na masomo. Mama, masomo yalikuwa magumu. Pole mwanangu, ndo masomo, ndo kusoma huko mwanangu. Asante mama. Mama nimechoka. Wow. Umechoshwa nini mwanangu? Masomo leo nimejisomea mimi. Mwanangu Glory, unaanza kuchoshwa masomo mwanangu? Masomo hayachoshi. Soma mwanangu, si unaniona mama yako nilivyo? Nipo kwa ajili ya kukutegemea wewe. Wewe mwanangu, leo hii ukisema umechoka, tutasaidiwa na nani? Hata wote unaowaona kule wanaopambana mpaka leo wanapambania maisha mwanangu, waliosoma wakapata vyeo, walikuwa wanafunzi kama wewe. Acha kusema umechoka mbele ya masomo mwanangu, jitahidi, kaza buti, upambane mwanangu. Sawa mama. Haya maisha bila kupambana sio maisha. Usio unachoka mbele ya shule mwanangu, choka kwa vitu vingine, lakini mbele ya shule mwanangu, mimi mama yako najitahidi kwa ajili yako. Nipo, usilali, tulizi akili kwa ajili yako mwanangu, sawa? Sawa. Soma mwanangu Glory. Okay. Chakula kimo ndani, ule, ukimaliza kusanya vyombo hivyo vilivyomo ndani ulikotumia, niletee hapa mimi mamako nioshe, sawa? Sawa mama, asante. Haya mwanangu, nakupenda mwanangu. Wow, nakupenda. Mwanangu mzuri. Rais wa baadaye huyo. Mbona rais? Waone. Mbea tu ndo mmekalia. Wakwenu wako wapi? Mbona hatuwaoni? Mmekalia kukaukiana tu. Mmenyosha shavu. Kinachowachekesha nini? Kinachowachekesha nini? Mtoto wenu nyie yuko wapi aliyetoka shule? Sisi wenye watoto wetu acheni tuwawao. Acheni umbea. Acheni wivu kwa watoto wa wenzenu. Watoto wadogo lakini shobo kibao. Kasomeni na nyie, mziliwashinda shule kwa ajili ya umbea tu. Mtakalia hayo. Waone wamekaukiana shavu. Wambea wanenepi. Ndio maana mjawahi kunenepa. Na hamwezi kunenepa Kaeni hivyo. Sisi wenye watoto wetu ndio mtatuona tunawawao, tunawakumbatia. Ongeeni tena. Mbona ungeongea sana mtaa wako unajidai tu. Hapo wapiti mbwela ovyo ovyo. Vipi wewe, wapi hiyo? Hii churi mwanangu, kila mmoja anajua anafanya nini. So mambo ya kwanza kupangia. Wengi. Bwana. Hii wewe. Basi. Mtaani kwetu
Maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Shikamoo baba. Asante sana. Nani amekuonyesha hapa mama? Nimeelekezwa nilikuwa napita nauliza nikawa nimeelekezwa hapa. Asante. Naona umekuja kunisabai. Karibu kabisa. Kuna kamzigo ambako nilikuletea, lakini samahani kwa kuchelewa. Na kamzigo kako hapa. Hela yako. Wasiwasi wako ni mzigo wa nini? Ulikuwa unapata shida kwa hilo? Paka unakuja kwa wasiwasi. Mimi nikikuona unakuja hapo unakuja kunisabai, au wakati mwingine nifikiri unakuja nikubadilisha au nyumba. Au una matatizo gani? Kuna mtu amekusumbua kule? Mtu kama wewe unatakiwa ukae utulie kwa amani, utulie, ujichane, ujimwage. Si nikueleza, kumbuka maneno yangu siku ile. Lakini baba, kikubwa nimeleta ni hela. Wala sijachoka mazingira ya kule. Kule napo ni pazuri pia. Lakini nimeleta ni hela ya kodi. Japo imepelea, nipe siku 2-3 nitakuwa nimekamilisha hiyo. Mashallah, mbona unashindwa kunielewa? Hiyo hela nimekwambia tumia. Na hata hiyo nyingine unayotaka kuitafuta, usiwe na wasiwasi. Ukipata tumia. Toto jimwage, uonekane, utulie, ndio ujue kwamba umefika hapa. Siwe na wasiwasi. Kwani kuna mtu mwingine amekudai amekuomba? Si mimi ndio mhusika. Tumia mama. Tumia, na ukiwa na tatizo lingine njoo niambie. Usitie shaka. Ulimwengu wa kwako huu. Basi baba, mimi ngoja nielekee zangu sokoni, kwa nenda zangu sokoni, nikaemea huko. Hiyo sawa, karibu. Na unapotaka kuja hata wakati mwingine usije kwa kuoga, usimwogope mtu, usigonge. Wewe tulia tu. Hata mtu akikusumbua kule au ukiona amekuletea maneno njoo niambie. Hapa kwako mama, umefika. Alafu ukaendelee kuomba vizuri ili mambo yaende yanyoke, au utasahau kwa mama. Karibu tena. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Jioni inapoingia baridi hija, viti vya mbao vinajazwa na marafiki, hadithi za jana, mipango. Udogo, vipi? Safi, mambo. Nakuona mwenzangu. Mimi nakuona kutoka. Shogangu, vipi? Mbona una mawazo? Kama ulikuwepo. Kuna shida gani? Hivi wewe, unaona maisha tunaishi mndani unayafurahia? Madam, toka alipotoka shogangu, maisha mndani imebadilika. Na tujua anarudi lini, saa ngapi na ni muda gani? Hivi, yani unakaa unamwaza madam muda wote. Hivi unahisi madam anaweza akatelekeza sisi? Hawezi. Maana sisi wote tunamuongezea pesa. Hivi ujui mndani siku hizi toka ametoka madam, tunakuwa kujitegemea. Yaani usipokuwa na hela huli. Hicho tu. Mbona kitu simple. Ina maana wewe dada mzima unashindwa kujitegemea, ukapata kifutano chako na ukana. Sasa wewe umeona toka ni sasa hivi na wiki nzima sijatoka huko ndani. Yeye anaitwa. Sasa sikia, mimi na idea hapa. Mimi navyoona. Turudi nyumbani. Mimi Astelia nirudi kijijini. Shoga yangu, mimi mambo ya kushika jembe mimi nishasahau. Ndo kwanza mtoka unavyoniona, toka nimefika mjini. Kaso mimi shoga yangu. Kwanza kuna muda natamani mpaka nibadilishe na jina. Shoga yangu, yani kwenye hilo wazo mimi sikusupport kabisa. Bora tu banani hapa mjini. Nikiwa nacho nitakusaidia, ukiwa nacho utanisaidia. Upo? Kwa tunafanyaje? Tuvumilie. Yaani maana hao unavyoona kwa wamelala. Wanakuja na vichips vyao wamekula. Hivi wewe, kinachokuanzisha sana sana labda nini? Maki sikuelewi. Sasa wewe inashangaa unapokataa kwenda nyumbani. Msubirie huyo madam, atakuja lini? Saa ngapi? Madam hawezi kutelekeza bana. Labda alete stories zingine. Shoga yangu, yani mimi nikiwa nacho nitakusaidia. Na mimi pia siku nikikosa utanisaidia wewe. Si unanielewa? Haya sasa. Unaona ukianza sasa hivi
shoga. Uko umekaa hapo na njaa mwenzangu. Unaniona basi. Shoga yangu usiniache. Kwanza palikuwa naomba dua afadhali umekufika. Kuna tunakasema haya sasa wangu. Mjini shule sio refa magorofa. Sema nini? Kiftano changu huko ndani ngoja nikakuletee toka. Kwa burudike burudi. Ndugu wangu niletee mwana nilikuwa na njaa. Nashukuru kwa mara nyingine kukutana na wewe katika mazingira haya ili niweze kufanya majumuisho ya kazi iliyoko mbele yetu. Jacqueline, nimekuita ili kukabidhi ofisi ambayo imekuwa ikisimamiwa na mtu mwingine. Okay. Lakini pia kwa nini nimekuita? Ofisi imeshuka kimapato. Sasa nimeamua nikuite wewe kukutoa kusini kule. Urejee huku ili uichukue ofisi kuanzia leo. Na ninaamini ninavyokufahamu utatumia majukumu yako vizuri na kwa ukali ulionao wa kufanya shughuli iwe nzuri kwenye ofisi, naamini utasimama vizuri. Kulikuwa na changamoto yoyote? Naam, changamoto zipo na zilikuwepo na ndizo zimenipelekea mimi kumuondoa aliyekuwa ofisini ili nikuhamisha kutoka kusini uje huku kwenye mitaa yetu. Moja ya changamoto zilizokuwepo, aliyekuwa anasimamia zoezi hili ofisini kwa namna pekee amefanya mradi wetu ushuke kimapato. Lakini ninavyokuamini na unavyonifahamu tutafaulu. Haya, tuzungumze biashara sasa. Naamini ukifanya vizuri kama ninavyokufahamu, kama ninavyokuelewa, nitakulipa zaidi mara 2 ya mshahara ambao tutakubaliana leo. Ndio bosi wao mtaa. Nakuelewa, lakini kazi zangu nazijua, hazina mbambamba. Kwa hiyo ukizingua na mimi nazingua. Lakini pia kutakuwa na portion ndogo ndogo za kufanya wewe uwe vizuri. Usiishi kwa wasiwasi. Usiishi kwa mashaka. Zitaendesha shughuli zako ndogo ndogo kwenye ofisi nje ya mshahara. Asante sana. Karibu sana. Asante sana bosi wangu. Wewe vipi? Tumbo la nyuma. Tumbo. Tumbo limefanyaje? Tumbo la nyuma. Jamani, usiku mimi ndo na usingizi. Kwanza hebu subiria kwanza. Hebu tulia kwanza. Huyo baba mimi unamjua? Simjui. Hey, Mtume. Nicheke mimi nipate mwili. Sasa unapata kujisiria kwenda kubeba mimba na bwana umjui ulibakwa? Dada zaidi bazali hata 10,000 tu mimi nitaongezea nyingi. Hela. Hela yangu mimi tena unajipangie 10,000. Wewe unayo? Wewe umekukosa. Mimi napataje?
watu wakipataga matatizo unamjua na mama. Haya sasa, ambao tuna wazazi kazi kwetu. Baada tu nikutoe wasiwasi. Stop kadizi. Kadi 3. Sina hela ya kuchezea, sina hela ya kukupa, cha kwanza tu hicho. Mimi mwenyewe hapo unavyoniona na kaifu kwa fizi 5,000 ndio hiyo nataka asubuhi nikaamka basi. Nikapige supu, ninge kazini. Kwa dada tulia. Kwanza hapo unanipigia kelele. Tuliza sauti usiku umeenda. Alafu pia madam akikusikia. Ngoja nikawaita hao wenyeji wenzio maana mimi ni mgeni. Nimefika tu hapa juzi ushaanza kunizoea. Ushaanza na kunipigia makelele nimelala. Mimi siwezi kukusaidia. Kwanza nahisi nilikuwa na usingizi. Unajua jana nimefanya kazi ngumu. Nimepata ulibwana, limenichosha wewe unaendelea tena kunichosha. Nipigia kelele tu. Sogea nipe simu yangu mimi. Nilikutuma. Ungesoma. Hivyo usipige kelele za kushtua maadui. Umepita mitaa michafu. Dondosha mafao. Hapa. Tulia hivyo usipige kelele. Na nikikuachia hapa tembea. Usigeuke nyuma. Mitaa yangu sheria. Kaka samahani. Simu yangu ni mbovu nimetoa kwa fundi. Sasa hivi tu yani haiwezi kufanya chochote. Najua sio kusudi lako kufanya hivyo. Japo nakelea hapa kadogo kaanza kukusaidia. Nisaidie simu yangu. Shika. Shamba. Cheza. Kaka, shikamoo. Haina haja. Unatoka wapi sasa hivi? Natoka shule. Shule gani unaizungumzia wewe? Sasa kaka, shule gani unazungumzia na wakati unaona kama anatoka shule? Unawahi unatoka shule wewe? Hivi ni mara ngapi nafika pale shule naambiwa hufiki na miezi 3 ufiki shule. Wewe shule gani unayotoka? Kaka. Kwamba na miezi 3 usiende shule. Sasa natoka wapi? Usinichezee akili sawa? Napambana kwa sababu yako. Napoteza muda wangu kwa sababu yako. Afu wewe ufiki shule. Sasa sikia, huu mguu nikitoka hapa naelekea shuleni kwenu huko. Na nikitoka shule nikukute nyumbani. Kaka. Mimi naenda shule. Na nikuwa busy na mambo yangu. Sio kwamba lazima mpaka niwe nakaa nafikiria kwamba fulani yuko wapi nimtafute fulani. Mimi nakuwa busy na kujisomea. Tembea. Wewe nenda shule. Tembea. Naenda. Tankwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Tankwetu nywele zenyewe ngumu kama nini. Unapenda kusuka huku unataka kunyoa. Jamani Jessica, unapenda kunishamba wewe dada. Hizi namba. Si ni kuangua jamani. Wewe ni kusuka huku na kuangua. Siwezi. Basi sasa Jessica jamani. Kwa dada bwana Yesu asifiwe. Wewe dada msimama hapo kwanza. Hivi wewe unakosa kazi za kufanya eti?
Kila wakati Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tuko kanisani hapa? Labda tuko kwenye maombi shoga yangu. Maana sio kwa Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza tu Bwana Yesu asifiwe. Wote wanahisi wote ni walokole. Kwani dada, kuna kipi kibaya kilichoharibika? Yaani hawa ndio wanaodanga. Unasema nini? Nyie ndio mnaodanga na unataka uchukue bwanangu. Yaani bwanangu yani yaani asijichanganye shoga yangu. Wewe dada wewe. Na hakikisha hiyo siku sijui tunaenda kwenye maombi, sijui ndio tunaenda kusali, utajua. Dada, hebu sikia nikwambie. Unajua huyo bwanako Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Unaficha nini? Wakati nyewe tukiwakuta anga zenu ndio kwanza na mambo yenu ya ajabu. Mkiwa kwa watu Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Aliyekwambia ni Mkristo hapa nani? Jessica. Dada, sikiza nikwambie. Unatakiwa ujiangalie na ujishikilie sana. Mwambie. Sio kila unayemwona tu Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni hivi, wewe unafanya mambo yako. Ukishindwa kutusalimia za asubuhi za saa hizi, achana na mambo ya Bwana Yesu asifiwe, hatuyataki. Hawa anaangalia na sura. Basi dada, yaishe, ayaondoka. Cha msingi ni hivi, unaweza ukaondoka na hatutaki tena hiyo Bwana Yesu asifiwe. Ondoka huko bwana. Hebu msipe ni watu tuarejee Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Jifanya wanajua kusali, wakati ndo wale tunawaona kila siku. Na mimi namuona tu baba mwenye nyumba anamnyemelea. Shikamoo. Marahaba, vipi? Safi kaka. Samahani. Nimepita kule nyumbani mama sijamkuta. Kwa hiyo imebidi nikufuate hapa hapo ofisini kwako. Kuna barua hii hapa nimepewa shuleni na walimu. Hii barua ya nini? Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini